Okay, katika video leo pia tuliangalia namna ambavyo shauku yani passion ambavyo ina support kipaji. Okay, ili uweze kukuletea matokeo na hatimaye kufikia mafanikio kupitia kipaji chako au talanta yako. Sasa leo katika video hii tunaangalia kitu kingine kinaitwa initiative, yani uthabiti. Uthabiti, initiative. Initiative maana yake ni nguvu ya kwanza. Kama tulivyosema kwamba mtu anaweza kuwa na uwezo mkubwa lakini hachukui hatua yoyote. Yaani mtu anaweza kuwa na kipaji kuhusu kitu fulani lakini ile kuanza kwamba anze wapi hana. Hiyo ni power of initiative. Maana hana power ya initiative. Yaani hana ile nguvu ya kuanza kupiga hatua sasa. Unajua siku zote ugumu huwa ni ile kupiga hatua ya kwanza kuanza, okay? Hiyo ni initiative. Sasa initiative ni nguvu ya kwanza, thabiti. Sasa kipaji kinakupa uwezo lakini hii initiative inakupa uwezo wa kutumia uwezo wako. Sasa watu wengi wenye uwezo wamekaa tu wanasubiri wakidhani kwamba kuna wakati sahihi ambao watakiwa waonyeshe uwezo wao wachukue hatua. Sasa unakuta mtu tu ametulia. Kuna objection nyingi. Kwa mfano mtu anasema kwamba ipo siku nitafanya kesho, nitaanza lini? Au anasema kwamba nitaanza siku nitakapopata mtaji, au nitaanza siku nitakapo mambo atakuwa ameshakuwa perfect. Yaani kuna mtu mtu anadhani kwamba upo wakati utakuja ambapo mtu atakuwa na mtaji wa kutosha, atakuwa na rasilimali zinazotakiwa, atakuwa labda na support ya lack of initiative. Hiyo ni lack of initiative. Huo ni ukosaji wa uthabiti. Sasa watu wasio na initiative wanakuwa na objective hizo kwamba nitaanza siku ikiwa hivi, nitafanya. Lakini mtu ambaye ana power of initiative anasema nitaanza sasa hivi. Kama ni starting by now. Ndio hakuna resources lakini tumia hicho ulicho nacho. Yaani tumia rasilimali hiyo ulionayo. Hata kama huna pesa, una muda. Hata kama hauna muda, lazima kuna kitu unacho. Hata kama ni hata kama ni uwezo, hata kama ni akili timamu. Hiyo tayari ni rasilimali. Yaani huo ni mtaji tosha. Hata kama una muda. Nadhani kila mmoja na muda. Yaani huo muda ulionao, hiyo ni rasilimali tosha. Kwa hiyo hauna kisingizio chochote cha kutoa kuanza. Wewe anza. Kama ni rasilimali nyingine zitakuwa zitaanza kuja. Hivyo na utaanza kupiga hatua kuelekea safari yako. Sasa kwa nini initiative ni muhimu? Kwa nini uthabiti ni muhimu? Kwa sababu inakupa momentum. Okay? Inakupa momentum. Kama nilivyosema kwamba ugumu wa kitu, battle siku zote huwa ni kwenye kuanza. Yaani battle huwa ni kwenye kuanza. Ukishafanikiwa kupiga hatua ya kwanza, basi mwendo unaanza kwenda. Yaani ile tunasema acceleration, momentum inaanza kujipeleka wewe mwenyewe. Kwa hiyo initiative, ukishakuwa na uwezo wa kuthubutu kwanza, ukishathubutu na kupiga hatua ya kwanza, tayari unakuwa ni mwanzo wa mwendo wako. Lakini pia inakuondoa kwenye competition. Unajua ukishathubutu kwanza, unakuwa umeshajitoa kwenye ombwe la watu wengi. Unajua watu ambao wapo tu wanasubiri, wanasema kwamba nitaanza ni wengi sana, si ndio? Ni wengi sana. Kwa ukishapiga hatua ya uthubutu ukaanza, unakuwa umeshajitoa katika ile ombwe ambalo wengi wanalo. Kwa hiyo ni muhimu sana. Lakini pia inavuta fursa. Uthubutu unavuta fursa. Yaani ukishaanza tu initiative inavuta fursa. Kwa nini? Kwa sababu hata watu wanaosupport wanasupport wale ambao wanafanya, sio wale wanaosubiri. Hata kama ni wawekezaji, hata kama ni mikopo, labda kama ni ruzuku, zinatolewa kwa watu ambao wanafanya, sio wale watu ambao wanasubiri kwamba watafanya siku lini. Sawa? Sasa ukishakuwa na initiative unakuwa umevuta fursa. Kwa hiyo kama ni wawekezaji wakija, kama ni ruzuku zikija, kama ni mikopo imekuja, kama ni nini inakukuta, kwa sababu tayari una expression kwamba jamani huyu mtu anafanya. Kwa
When you can show what you are doing, unaweza kuonyesha kwamba mambo unayofanya unaweza ukayaonyesha na kukupa credibility, ukasema kwa kweli huyu hapa huyu anafanya. Okay, kwa hiyo ukawa na haki zote za kufanya za kuwa granted whatever you need. Fursa, initiative inakupa fursa, lakini initiative huwa na vikwazo gani? Kuna vikwazo ambavyo vimekuwa associated pamoja na initiative au thubutu wa kwanza. Kuna hofu ya kushindwa. Kuna watu ambao wanaogopa sana kushindwa, kwamba nikifanya hivi kikabuma itakuwaje, nikifanya kile kikafeli itakuwaje, au nikifanya hivi ikawa hivi na itakuwaje. Watu wanakuwa na wasiwasi kama wasiwasi na namna hiyo. Kwa hiyo hiyo ni miongoni mwa vikwazo vya initiative, lakini don't matter, start. Kushindwa ni sehemu ya maisha. Kushindwa ni unajua failure na compose experience na compose uzoefu. Kwa hiyo usiogope kushindwa, fanya tu, commit yourself, devote yourself. Lakini kuna watu ambao kuna issue ya perfection. Hii miongoni mwa vikwazo pia vya initiative. Kuna watu wanadhani kwamba, kama nilivyosema mwanzo, kwamba kuna watu wanasubiria kwamba kila kitu kiwepo ndo anze. Ni kwamba kila kitu wanasema kwamba kila kitu kiwe perfect, yani pesa iwepo, mtaji uwepo, siri rasilimali ziwepo. No. Anza na kile ulichonacho. Lakini pia kuna ukosefu wa rasilimali kama vile nimesema, lakini ndio rasilimali siku zote hazitoshi, lakini anza na chochote ulichonacho. Anza na ulichonacho. Sasa kuna namna gani unaweza kuijenga initiative yako? Unaweza kujenga initiative yako kwa kufanya mambo bila kuambiwa. Umeona, ukiona fursa ichukue, ukiona tatizo tatua, ukiona hiki fanya. Umeona, jifunze kufanya mambo bila kuambiwa. Hiyo itaimarisha ule uwezo wako wa kufanya initiative au wa kufanya uthubutu wa kuanza mambo. Lakini pia kuna the 2-minute rule. The 2-minute rule ni pale kwamba unaweza usijisikia kufanya jambo fulani, lakini jipe moyo kwamba, jiambie kwamba naenda kufanya hiki kitu kwa dakika 2 tu. Okay, labda inaweza kutokea wakati fulani, labda unahisi hauna mood kabisa, ukasema hebu ngoja kujaribu kufanya hiki kitu kwa dakika 2 tu, afu nirudi kupumzika. Sasa unapoenda kukianza, utajikuta umeendelea, automatically utajikuta tu umeendelea. Dakika 2 zishapita na ushaendelea. Kwa hiyo imeshakutengenezea momentum ya kuanza kufanya na kadhalika. Kwa hiyo weka kweli, amka mapema, jitahidi kuamka mapema, jifunze kuamka mapema. Hiyo itakutengenezea initiative. Kwa hiyo hatimaye itakuwa imekuendeleza katika mlolongo au safari yako ya kukifanyia kazi kipaji chako au talanta yako, ili uweze kukuletea mafanikio. Asante sana. Kama hivyo tumeona, tuendelee kwa pamoja katika video zijazo. Hii ilikuwa ni initiative, the power of initiative. Video iliyopita tulizungumzia passion na kipaji, lakini video ya kwanza tulizungumzia belief, yani imani pamoja na passion. Subscribe, tuendelee kwa pamoja katika factors zinazokuja katika kitabu hiki cha Talent is Never Enough. Kipaji siku zote hakitoshi peke yake, kinahitaji factors za kuassociate ili kiweze kukuletea mafanikio. Asante sana.